Umefuata nini hapa? Saidi, si ulisema utanioa jamani? Mbona leo upo na mwanamke mwingine hapa? Hivi na akili zako unadhani naweza kuoa mwanamke mwembamba kama wewe? Nimekosea nini mimi mpaka ukaniumba hivi? Nimesikia kilio chako mjukuu wangu. Paka usoni mwako hii skrabu nyeusi na utakuwa mrembo kupita wote. Lakini kumbuka, maji yasiguse uso wako kamwe. Uso wako kamwe. Katika kijiji tulivo kiitwa Chomakunduchi, kilichozungukwa na barabara za udongo mwekundu na minazi mirefu iliyotikiswa na upepo wa jioni, aliishi mwanamke mmoja aitwaye Aisha. Kila mtu kijijini alimjua, sio kwa sababu alikuwa mashuhuri, sio kwa sababu alikuwa tajiri, bali kwa sababu hakutakiwa. Aisha alikuwa na umri wa miaka 30, hajaolewa wala kupata mtoto. Katika kijiji ambacho wasichana wengi huolewa wakiwa na miaka 18 na kuwa mama kabla hawajafikisha 20, umri wake peke yake ulikuwa kama hukumu. Lakini umri haukuwa tatizo lake pekee. Alikuwa mwembamba kupita kiasi. Mikono yake mirefu ilikuwa ya mifupa iliyoonekana wazi, mabega yake membamba, miguu yake membamba kama vijiti vilivyokauka. Uso wake ulikuwa mkali, mashavu yamechongoka sana, na macho yake yamezama kwa miaka ya mawazo na huzuni. Ngozi yake ilikuwa kavu, imepasuka kwa jua na taabu za maisha. Watu walinong'ona kwamba hata sabuni huogopa kugusa uso wake. Wanawake walimsema kwa nyuma ya mgongo mara tu alipopita. Wanaume hawakujali hata kuficha dharau zao. Kila alipopita karibu na kundi la wanaume, walinyamaza kwanza, kisha wakaanza kucheka mara tu wanapowapita. Nani atamuoa huyo? Mmoja angesema. Hata mwenda wazimu atamkataa, mwingine angeongeza. Watoto wengine walimnyoshea vidole waziwazi na kukimbia wakimuita Aisha njiti. Aisha alisikia kila kitu. Siku zote alisikia kila kitu. Aliishi peke yake katika kibanda kidogo cha udongo kilichokuwa pembezoni mwa kijiji, nyumba aliyoirithi kutoka kwa wazazi wake marehemu. Mama yake alifariki alipokuwa na miaka 18, baba yake akafariki miaka 2 baadaye. Tangu siku hiyo, maisha yake yakawa safari ndefu ya upweke. Kila alfajiri, kabla hata jua halijachomoza, Aisha alikuwa tayari ameamka. Alifagia uwanja wake, alichota maji mtoni, akapika chakula cha kawaida, kisha akaelekea soko la Kwerekwe kuuza mboga. Alifanya kazi kwa bidii, lakini umaskini haukuondoka. Pesa kidogo alizopata ziliishia kununua chakula na kuziba mapengo ya nyumba ile chakavu. Usiku alilala peke yake. Hakukuwa na pumzi ya mume kando yake. Hakukuwa na kilio cha mtoto kumwamsha. Kulikuwa na ukimya mzito tu. Wakati mwingine alilala juu ya mkeka wake akitazama dari, akijiuliza ni kosa gani alilolitenda hata astahili adhabu ya maisha ya namna hii. Aliomba, alifunga, alilia, lakini hakuna kilichobadilika. Katika kijiji cha Makunduchi. Habari dada wa Kitanzania. Je, unatafuta njia ya uhakika ya kujikwamua kiuchumi na kusaidia familia yako? Fursa za kazi za ndani nchi za Gulf sasa zipo wazi. Tunapeleka wafanyakazi katika nchi za Dubai, Oman, Qatar na Saudi Arabia. Kwa Saudi Arabia ni bure kabisa. Unatengenezewa passport, visa na tiketi ya ndege bila kutoa gharama yoyote. Kwa wale wa Dubai, Oman na Qatar, unajitegemea passport, lakini visa na tiketi tunakupa bure. Umri lazima uwe na miaka 21 mpaka 40. Badilisha maisha yako leo. Nafasi ni chache. Wasiliana nasi sasa kwa namba hizo zinazoonekana hapo chini. Kazi ni heshima. Anza leo. Anza leo. Mwanamke asiye na mume alionekana kama hajakamilika, kama kitu kilichopungua thamani. Wakati wa sherehe, wanawake walioolewa walikaa pamoja wakicheka na kusimulia habari za waume zao na watoto wao. Aisha alikaa mbali, peke yake. Hakuna aliyemwalika katika vikundi vyao. Mtoto wa mtu alipougua, wanawake walikusanyika kuomba kwa pamoja. Aisha naye aliomba, lakini kimya kimya, mbali kidogo, kana kwamba uwepo wake ungeharibu maombi yao. Katika harusi, yeye ndiye aliyekuwa jikoni, akipika na kuosha vyombo. Watu walimshukuru kwa maneno, lakini hawakumtazama machoni. Alijifunza kutabasamu bila furaha. Alijifunza kumeza maneno ya kuumiza. Alijifunza kujifanya hajali, lakini ndani kabisa moyo wake ulikuwa ukipasuka kila siku. Zaidi ya yote, Aisha alitamani kupendwa.
Alitamani achaguliwe, hata kama ni mara moja tu maishani mwake. Siku moja alasiri, alipokuwa anarudi kutoka sokoni na kikapu chake kikiwa kimebaki na mboga moja tu, aligundua mwanaume mmoja akitembea pembeni yake. Alikuwa mrefu, mwenye mwili uliojengeka vizuri na tabasamu la kujiamini. Mavazi yake yalikuwa nadhifu na alinukia sabuni ya bei ghali. Alimsalimia kwa heshima. "Habari za mchana dada yangu." Aisha alishtuka. Wanaume mara zote hawakumsalimia, sembuse kutembea naye karibu. Akajibu kwa sauti ya aibu, "Nzuri, namshukuru Mungu." Walitembea kimya kwa muda mfupi kabla mwanaume huyo hajazungumza tena. "Mimi naitwa Saidi. Nimehamia kijiji hiki hivi karibuni." Aisha akitikisa kichwa taratibu, moyo wake ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Katika siku zilizofuata, Saidi alianza kumtembelea jioni. Alikaa kwenye kigoda cha mbao nje ya nyumba yake na kuzungumza naye kwa muda mrefu. Hakuna mwanaume aliyewahi kufanya jambo hilo kwa ajili yake. Alimwambia yeye ni mwenye moyo wema. Alimwambia ni mchapakazi, na hata akamwambia ana uzuri wa ndani. Maneno hayo yalikuwa kama maji kwa mtu aliyekaa jangwani kwa miaka mingi. Aisha alianza kutabasamu tena. Alianza kuvaa kwa uangalifu zaidi na kujitahidi japo hana, lakini alichonacho hicho hicho alikifua na kuwa safi. Alianza kuwa na matarajio mapya moyoni mwake. Saidi polepole akapata imani yake. Siku moja alimshika mkono. Aisha aliganda. Mwili wake wote ulitetemeka. Hakuna mwanaume aliyewahi kumgusa kwa namna hiyo. "Nataka kukuoa," Saidi alisema kwa sauti ya upole. Dunia ya Aisha ilisimama kwa sekunde chache. Machozi yakaanza kumtoka. Akapiga magoti pale pale. Akamshukuru Mungu kwa sauti ya kulia. Aliamini kwamba hatimaye kipindi chake cha mateso kimefika mwisho. Itaendelea. Lakini cha kusikikisha ni kwamba huenda usione tena video zangu. Kama unataka uwe wa kwanza kuziona kila nitakapoposti video mpya, ni follow, kisha like hii video. Ukimaliza, share simulizi hii kwa marafiki zako, nao wapate kujifunza. Alafu weka komenti yako, kama umeipenda simulizi hii niendelee nayo, au hujaipenda niachane nayo.